Mambo ni aje mtazamaji wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba Harmonize ameonekana kutoa ngoma mpya inayokuja kwa jina la Friendzone. Tunaona ni kionjo kipya na kwa namna moja ama nyingine kionjo hiki kimepokelewa vizuri sana na mashabiki. Hasa ukizingatia kwamba ni ngoma mpya katika album ambayo inafuatia. Album inayokuja kwa jina la 31. Ni album ambayo Harmonize ameamua kuteua ngoma namba 8 Friendzone kwa ajili ya kuwapa mashabiki zake. Na hasa ukifuatilia vizuri ni kwamba katika hiyo album ni kwamba inakuja kutoka hivi karibuni. Na tunaona katika story ambazo zinamhusu Harmonize mwaka huu, katika story nzuri ni kuhusiana na Harmonize kuingia katika tuzo za Grammy, ambapo tunaona kuna ngoma kama 4 ameweza kuzisubmit. Kuna ngoma 4 ambazo tayari zinamhusu Harmonize katika tuzo ya Grammy. Sasa Abiku Banga ambaye ni shabiki wa Harmonize ameonekana kumomba Harmonize kuisubmit ngoma hii katika upande wa Grammy, au sio bana, kwa sababu ni nyimbo ambayo kiukweli ni ya taratibu, ni bongo flavor, lakini pia kuna vionjo vikali sana, au sio bana. Na mule ndani kikubwa ambacho nimekipenda ni kwamba kuna sauti za Ibra ambaye tunaona alikuwa katika lebo hiyo kabla hajaondoka kwenda kujitegemea. Sasa basi Abiku Banga anasema kwamba ni lini Harmonize atapeleka ngoma hii Grammy. Akaandika Boss Konde, hili dude unalipeleka lini Grammy? Akamtagi pale Harmonize akimuuliza kwamba ngoma ile inaenda lini Grammy, kwa sababu sasa hivi bwana wasanii wa bongo umeonekana kufurika katika tuzo za Grammy, au sio bana, ambapo tunaona hadi Mario ameweka ngoma Grammy, amesubmit kwenye hatua ya awali, ameconsider ngoma katika tuzo ya Grammy. Sasa inaonekana ndoto ya Harmonize kwanza kuelekea tuzo za Grammy ni kama ameweza kufanikisha kwa 90%, kwa sababu alisema mwanzoni mwaka huu kwamba ndoto yake ni kuchukua tuzo ya Grammy, na kama unavyojua ni tuzo ambazo zinaheshimika ulimwenguni kote, kwa sababu ukiona Jay-Z wanamuita multiple. Kwa maana yake kuonyesha kwamba ni mtu ambaye ana Grammy za kutosha, ni mwana hip hop ambaye ana Grammy za kutosha. Lakini pia tunaona msanii kama Beyonce tunaona ndio anayeongoza kwa kuchukua Grammy nchini Marekani. Kwa hiyo kwa wasanii wote duniani kuchukua Grammy ni ndoto ya kila msanii, na kwa moja ama nyingine Harmonize kuulizwa kupeleka ngoma hii Grammy, maana yake ni kwamba level yake ni Grammy. Sababu kiangalia hata Me Too tunaona imekuwa consider katika tuzo za Grammy. Kwa kama itapita kwenye nominee ambazo zinaonekana kuwa ni katika hii category ya Best African Performance, ni kwamba Harmonize pamoja na Abby Chams inaonekana wataenda kuchukua tuzo, au sio bana, wataenda kuchukua tuzo. Na kwenda kuchukua tuzo hiyo maana yake ni kwamba itakuwa ni chachu kwa wengine kufanya vizuri. Kwa upande mwingine ni kwamba hii ni changamoto kwa wasanii kuhakikisha kabisa kwamba wanapeleka kazi zao Grammy kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kabisa kwamba wanatengeneza connection. Na nikukumbushe tu, msanii Afrika akichukua Grammy maana yake atajitengenezea njia ama connection kufanya kazi na wasanii wakubwa duniani ambao kwa namna moja ama nyingine imeonekana ni ndoto, au sio, kufanya nao kazi. Mfano kama Justin Bieber, au sio, kina Chris Brown, hao wote inaonekana ni ndoto kwa baadhi ya wasanii Afrika. Hasa Harmonize tunaona alishawahi kufanya kazi na Burna Boy. Burna Boy sasa hivi kuna hadi wasanii wa Marekani wanashindwa kumfikia kutokana na ukubwa alionao. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba Harmonize amepata nafasi katika tuzo hizo, na hii itamsaidia pia kama endapo ataingia katika nominee, hata kama hatachukua, lakini kuingia tu katika kipengele cha nominee kama kinyang'anyiro, maana yake itamsaidia kufikia ndoto zake. Na tuzo moja ya Grammy ndugu yangu inaweza kubeba ngoma zinazofuatia. Mfano kama Harmonize atabeba bongo flavor mabegani kwake na kuipeleka duniani, na kama katika ngoma hiyo aliimba mapiano, basi ya mapiano
itazidi kusikizwa zaidi duniani. Tunaona ngoma yake ya Single Again inaonekana kufuatilia vizuri katika nchi ya Marekani, wanaonekana kuigonga sana. Single Again ni ngoma ambayo tunaona inasikilizwa sana nchini Marekani, na tunaona watu wengi sana wanaikubali ile ngoma kwa sababu imegusa watu wengi, imegusa hisia za watu wengi. Kwa hiyo tunaona ngoma ili kuchukua tuzo kwanza inatakiwa iwe imewagusa watu wengi, au vipi bana? Kwa hiyo tunaona sasa hivi ni ushindani ulioje. Tunaona pia kwa upande wa Diamond, naye pia ameshirikiana na msanii kutoka nchini Marekani, hapa nazungumzia Ciara, wameshirikiana katika ngoma ya Low. Kwa hiyo Ciara naye pia ana album. Kwa hiyo katika ile album kuna ngoma ambayo ameshirikiana na Diamond, ambao pia ameweza kuiconsider katika tuzo za Grammy. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Kwa sasa hivi tunaona kwa hatua za awali wamejitahidi na zimekubalika. Sio kila ngoma inakubalika, ngoma nyingine hazikubaliki. Hata ukisubmit hawezi kuitangaza kwamba hii tumeikubali. Kwa hiyo ni hatua za awali ambazo inaonekana wasanii 90% ya Tanzania, wasanii wa hapa wa Bongo, inaonekana ngoma zao kukubalika kwanza katika initial step. Hii ni initial step, nikimaanisha ni hatua ya awali. Kwa hiyo hatua inayofuata kwenye swala zima la nomination, sasa kwenye ushindani, hapo unakutana na voting member wa Recording Academy, ambapo unakutana kina Jobeki ambao wanafanya analysis, kwanza kufanya tathmini ya msanii, kwanza ana albamu ngapi, lakini pia nyimbo zake zina viwango gani. Kwa hiyo kuna wasanii wengi sana Afrika wana vipaji vikubwa, lakini pia Afrika kuna wasanii ambao wamefanya kazi mbalimbali lakini zinashindwa kusikika duniani. Kwa hiyo sasa hivi wenzetu wanataka kusikiliza new sound. Sasa hivi kuna sound mpya na kwa jina la Afro Rave sound, ambayo inaonekana ni mbadala wa mapiano, au vipi bana? Kwa hiyo tunaona ni sound ambayo wazungu wanaonekana kuikubali sana, lakini pia ni sound ambayo inaenda kuleta chachu duniani. Kwa sababu hiyo itasaidia pia kwa upande wa Afrika kusaidia wasanii wetu pia kusikilizwa sana nje, au sio? Kwa hiyo wenyewe wanapenda sana nyimbo za hip hop, lakini inapokuja sound nyingine wanaipenda, lakini pia waga wanaisikiliza. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano Afrobeat imembeba Burna Boy, imembeba Wizkid, imembeba Davido, na nikukumbushe tu yote 9-10 Davido hajai kuchukua Grammy, amechukua Wizkid pamoja na Burna Boy. Sasa kwa hiyo sasa hivi tunaona kwa Afrika tunaona hao pia bwana wameingia huko ndani. Kwa hiyo kipengele hichi cha Best African Performance kiukweli kina ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo tutegemee makubwa sana katika tuzo hizi, lakini pia Harmonize kama albamu yake itafanya vizuri zaidi, basi atasubmit kazi nyingi zaidi katika kushindana na wengine. Dondosha maoni yako kisha subscribe.